jinsi hii nimeupenda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sijui ni maiki. Haya. Asingesema, lakini bado katika hali ya uchafu na kumkosea Mungu tuliokuwa nayo, bado alisema ninawapenda, lazima nikawapatanishe na mimi. Hello. Utasoma Warumi 5 mstari wa 10. Warumi 5 mstari wa 10 inayozungumza pia upatanisho. Inayosema habari za upatanisho. Ndugu zangu, tumewekewa huduma ya upatanisho nafsini mwetu, ndani mwetu, inayopaswa ifanye kazi katikati ya watu tulionao. Tusiwe chanzo cha migogoro. Mahali ambako unaona kuna mgogoro, leta suluhu, leta upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la lingine la Yesu kwenda msalabani. Lengo lingine la Yesu kwenda msalabani, si lengo la sita. Lengo la sita la Yesu kwenda msalabani tumekuwa tukilizungumza mara kwa mara, ambalo linasema alileta ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Lengo lingine la sita la Yesu kwenda msalabani, alileta ukombozi. Sasa ukombozi ukikomea hapo tu, mtu anaweza asikuelewe. Labda akute mtu ambaye amesoma sana Biblia, anamuelewa pia Mungu. Ukombozi ni upi? Kwamba unapomwambia, unajua, mwamini Yesu kwa sababu alileta ukombozi. Akiwa na uwezo wa kufikiri atakwambia alileta ukombozi gani. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Tusalimiane. Tungelikuwa katika semina, tungeanza kuulizana maswali, kila mtu angetupa jibu lake na kwamba Yesu alileta ukombozi gani. Mimi kwa kupita kidogo nimeona la kwanza, Yesu alileta ukombozi wa maisha yetu, tupate kuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Achana na kuwa huru, tupate kuwa safi. Alileta ukombozi wa maisha yetu ili sisi maisha yetu yapate kuwa safi, yasiwe na doa lolote katikati ya jamii tulionayo, katikati ya kanisa tulionalo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Maana yake Yesu anaposema alileta ukombozi wa maisha yako, lazima ujitathmini, umekuwa safi au si safi. Hello. Wakati mwingine unaweza ukajikuta watumishi wakati mwingine wanahangaika, wanateseka. Siku moja nilikuwa namsikiliza mchungaji Magembe, anasema mimi sitaki kusumbuliwa na Mkristo ambaye anakuja leo kanisani, wiki ijayo haji. Kama umeshiba tuka. Haleluya. Siku hukutuma maombi kuja kanisani, ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amekasirika akiwaambia waumini wake kwamba hukutuma maombi kuja kanisani, ulikuja mwenyewe, ukaanza kuabudu mwenyewe, na ukamjua Mungu mwenyewe, na inawezekana hata mchungaji hakukushuhudia, lakini ulipojua Yesu alileta ukombozi wa maisha yako, ukaja. Kwa nini leo unahangaika? Kwa nini leo unatesa hata wachungaji? Kwa nini leo utesa hata wainjilisti? Ikiwa Yesu ameleta ukombozi wa maisha yako ili uwe safi. Ukisoma Wakorintho wa kwanza mstari wa 2, sura ya 2, Wakorintho wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6. Pia Wakolosai 1 mstari wa 14. Yesu alileta ukombozi wa maisha yetu ili tupate kuwa safi. Bwana Yesu asifiwe.
B, alileta ukombozi wa mawazo yetu ili yapate kuwa safi. Halo. Kwa tunaposema Yesu alileta ukombozi wa mawazo yetu ili yapate kuwa safi. Unajua kuna watu wana mawazo ambayo akitoa unaweza ukaziba hata masikio usilisikie kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu wana mawazo akitoa wazo lako unasema hakika umenivusha. Kwa nini? Yesu amekomboa mawazo yake yakawa safi. Kwa hawazi mabaya, anawaza mema. Sikiliza nikwambie hiki na udake. Ndani ya mawazo kuna tengenezwa kitu kinachoitwa decision making, maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Katika mawazo kuna kitu kinachoitwa maamuzi. Ili uwe na maamuzi tunategemea una mawazo gani. Unaweza ukawa na mawazo mabaya na maamuzi yakawa mabaya. Unaweza ukawa na mawazo mazuri na maamuzi yakawa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Tulio na furaha tupungiane mikono. Uzuri wa kanisani hata asiyekuwa na furaha huwa anapunga tu. Usipunge, itakuwa ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu alileta ukombozi wa mawazo yetu yawe safi. Tunapozungumza katikati ya kanisa, wajue watu hawa wana lugha moja. Wajue watu hawa ni waenda mbinguni. Sio tunatofautiana, sio tunapishana, sio tunagombana. Ukikuta mawazo yenu yanagombana, ujue kuna mahali Yesu hajakomboa mawazo yenu ili yawe safi. Yesu alikomboa mawazo yetu ili yapate kumtumikia yeye. Ukisoma Wagalatia sura ya 5. Ndio maana nilisema ungekuwa na cha kuandika. Muda wetu wao ni mchache. Sawa, wakati mwingine ukasoma nyumbani. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24. Nimekwambia ndani ya mawazo kuna kitu kinachotengenezwa maamuzi. Maamuzi ya mwanadamu yanatoka katika mawazo. Maamuzi mazuri yanatokana na mawazo mazuri. Maamuzi mabaya yanatokana na mawazo mabaya. Ukimwona mtu ameenda pabaya na akangamia, ukianza kufuatilia mawazo yake ndiyo yaliyomwangamiza. Ukimwona mtu amefanikiwa na akafika juu zaidi, ujue mawazo yake ndiyo yaliyomfikisha juu. Sio usomi, sio vyeti, sio ulivyo unapendeza. Unaweza ukapendeza, mawazo yakakufanya ukawa uchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mawazo, hata kama hutapendeza, ukiwa na mawazo yaliyo safi, watu watakukimbilia hata kama hutapendeza, kwa sababu wanajua ndani ya kichwa chako iko dhahabu. Ndani ya kichwa chako iko almasi ambayo inaweza ikamvusha mtu ikampeleka ng'ambo nyingine. Lakini wakishajua ndani ya kichwa chako yako matope, hawawezi wakaja. Hello. Yesu alileta ukombozi wa maisha yetu, wa mawazo yetu. Alileta ukombozi wa roho zetu na nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alileta ukombozi wa roho zetu na nafsi zetu. Nafsi zetu zilikuwa matekani, sivyo watumishi? Roho zetu zilikuwa matekani, tulitekwa. Sasa ilibidi Yesu aende msalabani alete ukombozi wa roho yangu, wa roho